Na hapa Mwenyezi Mungu anasema wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Wawasaina al-insana, tumemuhusia mwanadamu, biwalidayhi, kwa wazazi wake wawili, baba na mama, ihsana, kuwafanyia wema, kuwafanyia ihsana, kuwafanyia ihsani, kuwafanyia wema, kukaa nao kwa wema, awe mvumilivu. Ndikutoleeni kisa hapa cha bwana mmoja ambaye alikuwa na mama yake. Huyu bwana akasilimu, mama yake akachukia kweli kweli. Kwa nini wewe usilimu mfuate huyu Muhammad? Futa imani yako hiyo. Kama hukufanya hivyo ukarudi kwangu mama yako, nitakaa asili mpaka nife. Wakumbuka hicho kisa? Barabara. Wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana, tumemusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili kuwafanyia ihsani. Kisha Mwenyezi Mungu anasema hamalathu ummuhu, amembebea mimba mama yake, kurhan, kwa shida, kwa shida, wawadhaathu kurha, na akamzaa kwa shida. Mama anaichukua mimba, toki ya siku anayoichukua mimba, ule mwezi wa kwanza yeye ndani ya shida na tabu, mpaka ataitua mimba ile. Watu wala biriani, wala matunda mazuri mazuri, wala vitu vizuri zuri, makeki, madude gani, yeye akisikia harufu akimbia itatapika. We vipi, vitu vizuri kama hivi watu sikia harufu nzuri hiyo, yeye ishakuwa ni balaa kwake, akimbia, akimbilia chooni, itatapikiana huko. Wewe wafikiri ni mchezo? Atakuwa katika hali hiyo miezi 9, na mzigo wewe umumule ndani ya tumbo lake, ana raha yoyote. Mwisho akisikia dongo linapata maji, dongo lililopigwa na moto, asema yeye kitu kizuri kama hichi hakuna, enda chukua dongo, ndo hajakula dongo, yeye ndo hajakula. Wallahi lazim atanyo bali wallahi lazim. Wapo wapo, si kwamba nasema hivi kwamba ni kitu na washuhudia na waona. Katika hao ni mama zetu wenyewe waliotuzaa barabara, tunawashuhudia shida wanazozipata wakiwa wajawazito. Anaichukua mimba kwa shida, akizaa anaizaa kwa shida. Hiyo siku ya kuzaa ni balaa, mpaka wewe unakuja duniani. Wafikiri una cha kumlipa wewe huyu katika shida hizi, na bado kazi haijesha. Ukishafika hapa duniani akuangalie wewe, funza wewe, hujui chochote, hujui lolote, hujui ukiuma, hujui kama unachoumia, ukitaka kitu hujui unachokitaka, uko na njaa hujui kusema nina njaa, alimradi yeye ndio akuangalia akikisia barabara, mpaka na kifua chake ndio hoteli yako, mpaka miaka 2 ndio kidogo apate makopa, na hapo kazi haijesha. Kama nilivyokwambieni, yaendelea. Ulezi hauna kikomo, shekhe, asikwambie mtu. Ulezi hauna kikomo. Ulezi kikomo chake ni wewe mlezi kuondoka duniani.
ndio kikomo chake barabara. Kwa hivyo wazee wetu tusifanye mchezo. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana.